Mheshimiwa Mpakate, jiandae naibu waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, jioni hii na mimi kupata nafasi ya kuchangia Wizara ya Madini. Kwanza napenda nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutembelea Tunduru na kutuzundulia na kufungua soko letu la madini lililojengwa kwa njia ya PPP, na namshukuru sana Waziri wa Madini kwa kazi kubwa aliyoifanya kuhakikisha soko lile linafunguliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pili, niwashukuru mkurugenzi pamoja na madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru kwa kukubali na kupitisha wazo la kujenga soko la madini kwa njia ya PPP, kwa sababu halmashauri ilikuwa na kiwanja tu. Wadau wetu kwa maana madilas ndio wamejenga kwa kutumia fedha zao na kwa kutumia mkandarasi ambao walimchagua wao wenyewe ili kuhakikisha kwamba soko lile linajengwa, na limejengwa kwa kiwango kikubwa sana, na nitakosa fadhila bila kumtambua kijana aliyejenga jengo lile ambaye ni kijana wa Tunduru. Amefanya kazi kubwa kwa kushirikiana na wazabuni wetu ili soko lile lifanye kazi ipasavyo, na huyu kijana anaitwa Abdul Kadir. Alifanya kazi hiyo kwa kushirikiana na wadau wetu kwa asilimia kubwa, na soko lile kwa kweli waziri atakuwa anajua ni soko zuri na la mfano katika kanda yetu ya kusini. Tunashukuru sana. Lakini Mheshimiwa Waziri, pamoja na shukrani hizo, lile soko wanunuzi wako wengi. Afadhali asilimia 99 ya eneo lile limechukuliwa na hawa wanunuzi. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa ulikuwepo pale, kuna changamoto ambayo tunatakiwa tuifanyie kazi kuhakikisha lile soko linafanya kazi ipasavyo. Moja, wanunuzi sasa wamegeuza lile soko ni sehemu tu kama ofisi, lakini bado madini wananunulia kwenye maeneo yao ambayo wanalala, kwa maana nyumba za kuishi. Kwa nini wanafanya hivyo? Wachimbaji wengi wadogo wanapata mikopo kutoka kwa hawa madila. Wakishapata mkopo wanaenda kuchimba, wakipata madini wanampigia simu, wanasema njoo saa 2 nyumbani, lete madini yako. Kwa hiyo hawezi kuleta kwenye soko lile. Ili jambo kwa kweli linadhoofisha uchumi wetu, na umaana wa kuwa na lile soko unapotea kwa sababu madini mengi yanakwenda kwenye majumba yao kama ilivyokuwa zamani. Nashukuru sana kamati ya ulinzi na usalama ya halmashauri ya wilaya ya Tunduru, wanajitahidi kupambana nao, lakini wanazidia nguvu. Kikubwa ni kwa sababu ya wachimbaji wetu wadogo hawana uwezo, na wakipata madini wanalazimika lazima wapeleke kule kwa sababu ndio waliowapa mtaji. Njia sahihi Mheshimiwa Waziri ni kuwapa mikopo hawa wachimbaji wadogo ili waweze kuenda kuuza mahala popote anapoweza kupata maslahi mazuri. Soko bado ni nzuri, lina wafanyakazi wote katika vitengo vyote, kuanzia ulinzi, evaluation mpaka TRA wako pale, lakini bado matumizi yake yamekuwa bado ni madogo sana, kwa sababu wao wachimbaji hawana uwezo wa kuchimba kwa kutumia rasilimali zao wenyewe, watategemea rasilimali kutoka kwa dealers. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, jambo lingine ambalo ningependa sana niliongelee ni swala la mitambo. Nimefurahi kwenye hotuba yako umeeleza vizuri. Umenunua mitambo 10 kwa ajili ya kufanya exploration ya madini katika maeneo tofauti, hasa kwa wachimbaji wadogo. Kusini huku tuletee angalau mtambo mmoja utusaidie kwa ajili ya Lindi, Mtwara na mkoa wa Ruvuma, kwa sababu madini ya gemstone yamekuwa mengi sana. Kuna nickel, kuna copper, kuna graphite zinapatikana kusini. Sasa tusipokuwa na mitambo au wachimbaji wetu wadogo wanafanya kazi kwa kupiga ramli, kama hapa pana madini, lakini kukiwa na mtambo huu utatusaidia angalau kuangalia maeneo ambayo yale madini yanapatikana. Lakini pamoja na madini tuleteeni, nimeona kwenye maandishi yako umezungumza swala la maabara. Basi na huku kusini kanda yetu ya Lindi, Mtwara na Ruvuma tupate maabara moja, ili wachimbaji wetu wadogo wawe na uhakika wanachochimba kinaweza kuwasaidia kwenye kwamba wanachimba jambo fulani.
Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, Naibu Spika, kuna tatizo la mfumo katika kuomba leseni. Mfumo uliopo mlioubadilisha unaleta kero sana kwa wachimbaji wadogo kupata PML. Kwa hiyo tujitahidi mfumo urekebishwe ili vijana wetu ambao ni wachimbaji wadogo wanapoomba hizi PML wapate kwa urahisi zaidi, lakini mtu inamchukua siku 3 mpaka wiki kuomba hii leseni mpaka afanikiwe. Hii ni kero kubwa sana kwa vijana wetu ambao wanajihusisha na masuala ya uchimbaji. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uende ukurasa wa 27. Nakushukuru sana, umezungumza jambo zuri sana, item namba 27. Umesema, Mheshimiwa Spika, hadi sasa wizara kupitia Tume ya Madini imetoa leseni 8 za viwanda vya kusafisha madini nchini. Kati ya hizo leseni 7 ni za viwanda vya kusafisha dhahabu na leseni 1 ni viwanda vya kusafisha madini ya shaba, nickel, cobalt. Aidha, leseni hizo zimetolewa kwa makampuni Geita Gold na hao wengine mpaka mwisho. Lakini kwenye comment zako nitoe rai kwa kampuni zote za uchimbaji na wafanyabiashara wa madini wa dhahabu kusafisha madini kupitia viwanda vilivyopo nchini kwa mujibu wa sheria ya madini. Mheshimiwa Waziri, hapa huna sababu ya kuomba, sheria unayo. Sura 123 inakusaidia wewe kutekeleza. Wale wasiotekeleza, basi sheria ichukue mkondo wake. Hii ni aibu, sisi tumejenga viwanda vyetu lakini watu hawataki kufuata. Maana yake kwamba wana tabia ile ya kutorosha madini kwenda nje kabla haijasafishwa kwa kutumia viwanda vyetu vya ndani. Na hii inasababisha mapato yetu kupitia njia tofauti za ushuru yanapotea kwa sababu hawapiti eneo ambalo linatakiwa lijulikane. Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi hii, naunga mkono wewe. Asante.